Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu tena ndugu wapenzi watazamaji katika channel zetu, katika channel yenu Guiding Light TV. Karibu tena katika The Builder Series. Mwanzo tulifanya introduction to The Builder Series, na kabla The Builder Series tulikuwa na The Shepherd Series. Katika The Shepherd Series tulijifundisha about leadership, uongozi. Tukajifundisha namna ya uongozi na sampuli ya uongozi na alama za kiongozi. Tukajifundisha namna ya kuchukua majukumu, responsibilities. Kila mtu lazima achukue majukumu yake. Tukajifundisha namna ya kuwa na discipline. Na baada ya kuangalia katika series ya kwanza, The Shepherd Series, tulipata kujua kila mtu katika dunia hii ni kiongozi kwa njia yake, kwa njia moja au nyingine. Wengine ni viongozi kwa nyumba peke yake, wengine ni viongozi makazini, wengine ni viongozi kwa watoto, kwa kitu chochote ambacho kama unakimiliki wewe ni kiongozi. Na baada ya kujua hayo, tukasema baada ya mtu ashajua yeye ni kiongozi, watu wamemchagua kuwa ni kiongozi au Mungu amempa uongozi, kuna kitu wale watu wanategemea kupata kwake. Ama Mungu akikupa uongozi, kuna kitu Mwenyezi Mungu anataka ufanye kwa kutumia uongozi ule. Na hicho kitu ndo kitu ambacho kwamba kimetupelekea tukakuja katika series hii ya pili, The Builder Series, ambapo kwamba ushakuwa kiongozi, sasa ni kitu gani unafaa kujenga. Na katika kujenga tuko na episode kadhaa. Tutaingia moja baada ya nyingine. Ama leo katika ufunguzi, episode yetu ya kwanza ni maono, kuwa na vision. Vision ni nini? Faida yake ni nini? Uzuri wake ni nini? Haya yote, kwa maswali haya niliyotaja na maswali mengine yatakayozalikana, tuko naye kiongozi wetu, ustazi wetu, ndugu yetu ambaye kwamba atatupitisha na kutufahamisha na kutuelewesha haya yote tutakayokuwa tunahitaji kuyafahamu. Na kabla hatujaanza kuyasikiza matunda mazuri ambayo kwamba atakuwa akitupa, tutampa nafasi kwanza ajitambulishe ili tufahamu ni nani ambaye kwamba anatupa matunda kama haya. Tafadhali ndugu yetu, ustazi wetu, mkubwa wetu, karibu inshallah, jitambulishe watazamaji wa kufahamu. Asante. Asantum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Nahmadu wa sallallahu karim abad. Ndugu watazamaji, nachukua fursa hii kwanza kumshukuru Ustadh Muhammad Said almaruf Babu kwa juhudi kubwa ambayo anafanya. Kwa mukhtasari, mimi naitwa Idi Abbas Hassan Kia. Ni mwana harakati, mwanadawa katika mji wetu wa Mumias na magharibi ya Kenya kwa jumla. Ni kiongozi katika sehemu mbalimbali ndani ya dawa, ni kiongozi wa wanaburda Mumias. Katika shughuli za twarika, hasa shughuli za maulidi, sisi ni wasimamizi. Na pia kimaisha, mimi ni kiongozi, mimi ni mwenyekiti wa CDF eneo bunge la Mumias Magharibi, chini ya kiongozi wetu Mheshimiwa Johnson Naika. Asante. Tumesikia na tumefahamu uongozi ni kiongozi sekta tofauti tofauti. Na hii inamaanisha kuna hekima ambayo kwamba tumeilenga tupate na sisi kuchukua kidogo kwake yeye. Tutachukua bila kuipunguza kwake inshallah. Ndio. Na tukiingia moja kwa moja, tunavyofahamu mada yetu ni maono. Na kabla hatujajua maono faida yake, ama maono inahitajika wakati gani, ama mtu anafaa kuwe vipi, kwanza tunaomba utufafanulie haya maono kwanza ni kitu gani hasa,
ni nini? Mtu akisema nina maono, nina vision, anakusudia nini? Shukran. Naam. Nitaichukua kwa umbali na kwa urahisi sana. Ndio. Neno maono inatokana na neno kuona. Ndio. Na kile kiungo kwa mwanadamu ambacho kinaona ni macho. Ya kwanza, maono inatokana na macho, ile uliona kwa macho yako. Lakini kwa ndani kabisa, maono ni yale fikra ambayo unaipata kwa ndani, the spiritual, the inward, ile from the heart. Umekaa peke yako, umefikiria, umejiita mkutano, kisha inatokea na yale mambo unaona, mimi nastahili kufanya hili na hili, niache hili. Bas from that perspective, unaweza kujenga maono yako. Unaweza kutoka na vision yako. Vision niyo maono. Sasa mimi nataka kuenda hivi, nianzie hapa, nikamilike mpaka pale. Na maono nitaichukua kwanza as a Muslim, then as a human being. As a Muslim now, maono yako kubwa lazima uilinganishe na dini. Kwa sababu ya kwanza, Allah anatuambia hatukuwaumba wanadamu na jini ila kumwabudu. So hiyo ndio kwanza tayari Allah ashatupa nafasi ya kuanza na vision. So wewe linganisha vision yako na ile the ultimate goal, kuwa kumwabudu Mwenyezi Mungu, na baada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu unatarajia kupata pepo Mwenyezi Mungu. Sawa. Lakini si hivyo tu kuwa binadamu yobaki pale. Mpaka ujengeke kuabudu Mwenyezi Mungu na kupata pepo, kuna mambo mengi ya kufanya hapa ambayo inakuingiza katika maisha hata ya kidunia sasa. Because lazima ukuwe na hiyo fikra ya kujenga hiyo wema, na ujue kuwa lazima niswali, lazima nifanye ibada, then kuna viezo vya kufanya ibada hiyo. Lazima uwe na time ya kufanya hiyo ibada na vitu kama hivyo. So kwa ujumla, maono kwanza ni ile kuona, then ya pili the inward, ile yako ya ndani ambayo umekaa umefikiria, nataka kwenda wapi kama mwanadamu. Ndio. Naam, kwa jibu hilo sahihi ambalo kwamba limenyooka, nimepata ufahamu mmoja. Naam. Kwamba ukiona jumba refu limejengwa, kuna siku moja lilikuwa ni maono kwenye akili ya mtu. Ndio. Ukiona shule nzuri imetengezwa, ukiona kitu kizuri ama maendeleo fulani yametengezeka, inamaanisha kuna maono. Yes. Na baada ya kukuwa na maono, kuna zile steps ambazo kwamba mtu hupita ili afike katika maono yake. Yes. Sasa basi, ninavyofahamu kwa ufahamu wako ni kuwa maono ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Ndio. Lakini cha ajabu, mbona watu wengi sana wanaishi bila ya maono, bila ya mwelekeo? Sawa Ustadh, nitakupeleka kwanza kwa fikra ya kibinadamu na mafunzo ya aliyekuwa president wa Amerika, Benjamin Roosevelt. Ndio. Alitueleza kuwa if you fail to plan, you plan to fail. You fail to plan, you plan to fail. Yes. Thank you. Shukrani. Huwezi amka tu kuwa siku itaisha. Lazima uamke asubuhi, na inaanza asubuhi, si? Asubuhi unapoamka tu tayari jua kuwa plan your day. Okay, inahitaji kuswali. Ndio. Asubuhi labda saa 11:30, saa 12 kasorobo, you plan from there. Taswali asubuhi, nitafanya kadha. So in the general life, if you don't plan, then you will automatically fail. Utafail. So hii ni funzo kubwa sana ambayo kila mmoja wetu ni vema hata kuanzia kwa wale wadogo, watoto wadogo, tuwazoeshe fikra kama hizi. Lazima mtu aplan maisha yake, kuanzia kuamka mpaka kulala na kuamka kesho nyingine. Then things will go okay. So coming to your question. Kwa nini watu wengi wanaishi bila mwelekeo? Yaani wanaishi tu na kumbe kuwa na maono ni sababu nzuri katika maisha ya mtu. Nimefikiria labda fikra mbili. Fikra ya kwanza kuwa tunakosa maono kwa sababu hakuna blueprint,
hakuna mahali duniani imepangwa kuwa tuishi na mpango huu. That's one area of failure that we have. Katika dini imekuwa blanket. Ndio. Kama Muislamu una ibada ya kufanya, una zile akhlaq zako, kuna vitu ambavyo viko katika dini, lakini haijapangwa kwa 1 2 hivyo mpaka mwisho. So there's no universal plan, no universal blueprint kwa uishi hivi. Unaona? So hiyo inachanganya watu. Then second one, kuna hii mambo ambayo imekuja sasa, masala ya kijamii na peer pressure na nini, imechanganya sana mambo ya maono. Watu huchanganya. Unaweza kuwa na fikra zako nzuri, lakini ukienda kwa jamii, unaweza kwenda kwa gathering, umekuja na fikra nzuri, kwa mahali unapata kidogo shekhe ama kiongozi anazungumza, anaponda kabisa ile mambo yako, ile fikra yako. Na bahati mbaya labda uko na elimu ya kuweza kumuelewa, tayari unakuwa disillusioned, unatoka katika mpango yako. Ama labda maisha ya sasa, una fikra nzuri, umejikuta kwa TikTok, umejikuta kwa social media, unaangalia vitu, automatically imedisrupt mpango yako. So na kwa mfano kama si vijana kwa sasa, tumeenzi material life. Mtu anaona kijana mdogo ana gari kubwa, anapiga picha na nini. So vijana wanapotea, anaona kumbe hii ndio maisha, hii mambo atizui my vision, my plan nini. Then anatokana nayo kwa sababu tu ya pressure, social media pressure. Hatuna anything universal that fuatilia hii utasucceed hivyo. And wewe mwenyewe internalize yako. Lakini kwa jumla nafikiria hizi fikra dhana mbili hizi zinachanganya kuwa tunakosa kuwa na maono katika maisha. Na kuna people's expectations. Yes. Yeah, from you. It comes that that's why inavunja hata wanafunzi wengi katika mashule. We have a great expectation from you. Tuna expect vitu vingi kutoka kwako. Mtoto yuko form 4. Wazazi wamewekeza kweli. Walimu wameitisha motivation fee, wameitisha nini, school fees, wewe mzazi umefanya kila kitu. Then along the way, kijana anakuja nyumbani, amefail. So tunaumizana hapa. Wewe mzazi unaumia, na huyu mtoto pia ataumia. I'll expect kufanya better. Na pressure ambayo amewekewa. Inafika hata mtu anajitoa, anajitia kitanzi. Mzazi yuko amewekeza, umechukua loan, umeng'ang'ana, umefanya kila kitu. Then it comes to that. You see, mtoto anafaa kutransit, anafaa kwenda college afanye maisha yake. Akisha fail hapa, na ulitumia pesa nyingi hapa, the two parties, ile itakuwa grave. Inabidi sasa mzazi wewe kumpa mtoto moyo kuwa hii si mwisho wa maisha. Lakini mara nyingi ufika pale, vision ya mtu inakatika. Mzazi ame-withdraw, mtoto pia ame-withdraw. What happens? It's total failure. Maono yalikuwa, lakini expectation yalikuwa juu. That's why katika maono kuna vigezo ambavyo labda time ikija tutakuja kuizungumzia. Ndio. Naam Sheikh. Shukrani sana. Asante. Sasa kama ni wazazi, naam, tupunguze zile pressure kwa watu. Ndio. Na kama ni vijana, TikTok na yani social media in general. Kwa jumla, yes. Tujue tunaangalia nini na tujue energies zenye tunaziingiza kwa mwili yetu na kwa akili yetu. Very true. Ndio. Na pale uliposema mwanzo umezungumza ukasema hakuna kitu ambacho kwamba inatuelekeza katika maono fulani. Lakini nafikiri katika dini ya Kiislamu, naam, kuna vitu ambavyo kwamba vimetufundisha tupite 1 2 3, yani imeweka wazi katika maisha ya mwanadamu tufanye nini. Naam. Nafikiri pia sisi Waislamu tumebakisha katika dini yetu ni swala na kufunga na kutoa sadaka. Naam. Basi. Lakini kuna vitu vingi ambavyo kwamba viko, angalia, kuna msomi mmoja nakumbuka kuna wakati alisema ish nini? Anasema kun fi dunya kannaka gharib. La i'mal fi dunya kaannaka
i'mal fil akhirati ka'annaka tamutu ghadan wa'mal fid dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Sawa. Yani itafutie akhira yako ni kama utakufa kesho. Ndio. Na itafutie dunia yako ni kama utaishi milele. Utaishi milele. Naam. Yani ukiangalia sasa kama akhira yako kuitafutia akhira yako inamaanisha nifanye ibada zangu ni kama ndo ibada ya mwisho, sitafanya tena ibada nyingine. Ndio. Kila siku iwe ni hivyo. Na kuitafutia dunia yako ni lazima ukuwe na mpangilio ya kikweli ambayo kwamba itakufanya ukuwe na vitu ambavyo kwamba ni vizuri na venye kustahiki katika dunia kama hii. Ndio ustadh. Kama vision, kama hivyo, kama nini, lazima ukuwe katika hiyo taratibu. Sawa. Na hivi kuna uwezekano yani mtu akaweza kufaulu katika maisha yake bila ya kuwa na maono? Ndio. Bismillah. Kwa sehemu kidogo sana. Sawa. Ni ndio kwa sehemu kidogo sana. Naam. Unaweza kufaulu, wale wazungu wanasema accidental success. Accidental success. Yes. Sawa. Kwa sababu ni kawaida, labda unajua kila siku mimi ni mkulima, like what is happening mimi ni mkulima, kila msimu nitakwenda nitapanda mahindi, nitafanya nitavuna, na kweli sababu ni kitu unafanya kila siku, unapata maisha yako yanakwenda. Kama ni fedha utapata, kama nini utapata, but now we have it as accidental because it's something that you do always. Ni kama uzoefu wa jambo, umezoea tu, unaamka, hauna mpango, hauna vision, but unajua nitaamka saa nitakunywa chai, saa 7 nitakula, saa 10 nitafanya nini, like what happens katika jamii zetu. I don't like to talk it but it hurts. Maisha yetu ya kawaida, katika maisha yetu, miji zetu za Kiislamu, the way inaitwa za Kiislamu, tuna wenzetu vijana wenye barubaru, wenye nguvu na nini. Mkiamka asubuhi, sote tumeamka, na kwenda shughuli, yeye pia ameamka, yuko tayari, lakini atakufikia kwa haraka sana. Bro, mimi sijapata chai. See? Utamsupport. Apate watu 10-15 kwa siku, ampe chai shilingi 50. Watu 10 tayari ni shilingi 500. Tafika lunch time same. Kwake ni success. Kwake ni success. Jioni atakuja amebebana, anapeleka riziki nyumbani. Na wewe umekwenda kazini, maybe ukiona collection yake kwa siku labda tuseme 200 shillings, that is 6,000 per month, na unafanya kibarua labda hata 5,000. You see? Yeye bado atabaki ile maisha, to him ni success. Ni uzoefu anayefanya kila wakati. But si kitu kizuri, it is just a short-lived. Iko siku watu hawatakuwa. Wataenda transform, watahama, ama atakuwa Allah amewachukua. Then what do you do? It is what is happening kwa jamii tunaiona macho. Tapata mpaka inafika watu ni wazima, mtu mzee, lakini amebaki kwa ile maisha ya begging. Na kwake ameona ni sawa. Na wakati utamwambia ndugu yangu leo mimi sina, then mtagombana. Atakuwa tayari kukutusi na nini, ama utaogopa ile matusi, utabidi kuoil ile tabia. Siku hizi tuna matatizo hata ya fuliza, unafuliza ili Qur'an maisha ya yule. Epuka tu shari zake. Tunaepuka shari. You see? So it's very accidental, lakini kwake anaona ni success. But hakuna a genuine success without a clear vision. Lazima uwe na maono. Ama umeipanga vizuri. Na maono yanaweza chukua muda. Kwa mfano, you give it time frame. Kwa mfano, like mfano ya Kenya, you have vision 2030. Iliwekwa miaka ya nyuma sana kule. Na bado serikali inaelekea kule. The vision 2030 nia yake ilikuwa ni kuweka Kenya katika middle income countries. Tuwe pale. Na katika hiyo vision lazima kuwe na vigezo. Ona. Ukiona unasikia Thika Highway, ukisikia SGR, ukisikia nini, hayo yote ndio ilikuwa nini? Ni zile viungo vya kutengeza vision 2030, ambayo pia binadamu anafaa kuwa na vitu kama hivyo.
So ala kulli hal, you can succeed without vision, but it is accidental and it's so minimal. Temporary success. Temporary success, yeah, we call it that. Yeah. Mimi, you see what happens like in our areas is generational curse. Ndio. Mimi watoto wangu wataona kumbe baba ni hivi tu tuna survive. Watoto pia watakuwa lazy, watakuwa jua ndio life. So in the end of it, Allah amekuondoa, umewacha jamii yako hapa duniani, life ni hiyo tu. What will be the end of that? Wakati utashindwa kabisa, kijana na nguvu atakwenda kuiba. Yes, na akifika hali hiyo, then jamii hakuna tena. Hujamfungua macho, hujamfungua akili, kuonesha mimi ninaishi hivi lakini wewe unafaa uishi hivi, ama upite njia hii. Yes. Ndio. Na kila mara kinachozaliwa ni bora kuliko kinachozaa. Sawa. So invest in your children, ili wawe bora kesho yake. Now. Lazima high generation mpya wanaokuja. Ndio. Kuna umuhimu wa kuwaeleza. Ndio. Na kuwafahamisha hasa akili. Yes. Akili is everything. Ukiweza kumwelekeza kiakili, mwenyewe akajua yuko na nguvu fulani yenye anafaa kutumia. Ndio. Unajua mara nyingi watu wengi nimekuja kugundua kuna Mwenyezi Mungu ameumbia kila mtu kipawa fulani. Kuna wengine ni wabora katika ualimu, wengine ni katika udaktari, wengine katika nini. Lakini sasa ukiona wengi ambao kwamba wameumbiwa vipawa fulani, wengine hawatumii vile vipawa vile, kwa sababu labda kama vile ulivyosema, ile pressure inatoka kwa jamii wana expect ukuwe mtu fulani na wewe unajiona uko katika uwanja fulani. Kwa sababu labda we mwenyewe kuna groups, marafiki umekutana nao, yani vitu vingi vinakutoa katika ile malengo yako. Yes. Unashindwa kukuwa na ile consistency ya kuwa mimi nimepanga kitu fulani nataka niende. Social media ndio hiyo iko hapo, distraction. Ndio. Yes. Sasa mambo inakuwa ni magumu kwa sababu we mwenyewe umekosa ile msimamo. Ndio. Na kuna tatizo moja ambalo kwamba pia linasumbua jamii. Naam. Kuna watu labda wamefanikiwa sana. Umeona mtu ana majengo marefu, umeona mtu ana pesa nyingi, umeona mtu amejipanga vizuri. Lakini huyu mtu kila atakavyokuwa anapata anazidi kuongeza. Kila atakapokuwa anapata anazidi kuongeza. Kwa mfano utapata mtu amenunua mashamba. Ndio. Na kila atakapokuwa yuko na mashamba ngapi, yeye atazidi kugrab mpaka atagrab za wale ambao kwamba hawana. Na yeye ana zaidi. Utapata mtu labda ana pesa mingi sana na bado utaona anatafuta tenda kwa kutumia nini? Kwa kuhonga, kwa kunini, ili mradi azidi kusanya zile pesa. Sasa hilo nafikiri ndio linatuleta katika swali letu hili. Hii purpose of life. Yani mwanadamu umeumbwa kwa ajili gani? Kwa sababu ikiwa ni kupata pesa, huyu ameshapata pesa lakini bado haijamtosheleza. Sijui ustazi wetu unaweza kutufahamisha nini hapo hivyo? The purpose of life. Number one, tulivyozungumza pale nyuma kuwa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Purpose ya mwanadamu kuletwa duniani ni kufanya nini? Kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ndani ya hii ibada sasa tunasema kuna vigezo vingi sana ambayo itatufikisha katika hiyo maisha ambayo tunataka kwenda. Na tusiwe na dhana kuwa ambayo tuko vijana wako nao kwa sasa na watu kwa jumla, kuwa mwenye mali mengi, mwenye pesa, mwenye majumba na magari, kuwa ndio mtu ambaye amesucceed ama amepata mafanikio. Ikhwa fillah, wao ndo wana mitihani mingi. Na katika hii rafta tena, katika wao wenye mali mingi ndio watakuwa na mitihani mingi zaidi. Inabidi wewe ulivyozungumza kuwa mtu mpaka agrab na bado atosheki, mtu mpaka aende atumie njia mbovu ya kufanya zabuni, uende ufanye corruption, uende ufanye nini, mpaka ufika shekhe watu wanauana.
kabisa, anaondoa mwenzake kabisa, ili yeye azidi kumiliki ile mali na hana furaha. Shekhe, wengi hawana furaha. Hatusemi kuwa tusitafute mali, tafuta mali ya halali. Mali ambayo utapata riziki ya halali, maisha yako yote itakuwa sawa, utafanya ibada ya halali, utakwenda haji, utatoa zaka, utafanya sadaka kwa njia nzuri ambayo itakuridhisha wewe, inaridhisha Mwenyezi Mungu. Na unaiweza kupata mali ya halali kwa njia ambayo sisi tutapewa kama Waislamu. Kuna njia ya kazi na kuna njia ya biashara. Umeajiriwa, fanya kazi ya halali, fanya biashara halali. Hiyo mafanikio yatakuja tu. Na mafanikio hayana kipimo kuwa wewe na bilioni kadhaa sasa wewe umefanikiwa. Kwa mfano tu mdogo, katika vision yangu labda nataka niwe na familia nzuri. So that vision inaanza mbali kabisa. Mpaka nije kwa mali nimeanza mbali sana. Nimekuwa barobaro, nimeoa. Umeoa nani? Naona ukioa mke mzuri, ukipata mke mwema, utapata utulivu katika maisha. Ukishapata utulivu, utapata na wana wema. So una nafasi ya kufanya shughuli zako kwa bidii. Tayari success inaanza kukuja from there. That step ile ambayo umechukua ya kwanza. And the moment umechukua, Allah amekujalia na Allah atuepushe nayo mke mwovu, then unaanza kupata matatizo. Na unakosa ile success from the beginning. Success inaanza nyuma sana. Si katikati tu tumeamka tu vile wanasema from rags to riches. Yes, it happens. Some of these are just stories. Utapigiwa story ya rags to riches, kila mtu anakimbia, sijui nimeuza kuku, nimeuza nini, but along the way kuna vitu ambavyo si sawa. You see? So tusipime success na material things. Tulimesema pale mwanzo, vijana sasa tu mmoja akisha post yuko university amepost picha ya gari kubwa, ka Porsche, ka BMW nini, na anatoka mji wetu kama Alumino. Sasa wale vijana wenzake anaona, sasa huyu jamaa tulikuwa naye tu hapa bwana. But going back now, utapata what the guy is doing si halal. So it's just wishful thinking, just success ambayo haina. Vijana wanasema siku hizi maisha fupi tamu. Wanaudhu billahi min dhalik. See. So kwa ujumla tu, let's not measure success with material things that we have. Sasa naam, cha kwanza ni kumwabudu Mungu. Ndio. Nafikiri pointi fulani ambayo kwamba ustazi wetu amezungumzia, kuipata sababu yako. Nafikiri binadamu wengi wamejiuliza hili swali sana. Nimeumbwa kwa ajili gani? Ndio kweli. Na ukienda tu simple, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwa, anasemaje Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu ametuumbaje? Ametumba kwa ajili ya kumwabudu. Yes. Yani Mwenyezi Mungu ametuumba ili tumwabudu. Kama katika ile hadithi anasema khalaqtuka lil'ibadati fala tal'ab. Naam. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Nimekuumba kwa ajili ya ibada. Yes. Basi usicheze. Sasa ustazi akatufahamisha hii ibada, neno ibada. Akili yako isistick tu ibada ni kuenda msikitini na kuswali peke yake. Ibada ni wale jirani zako kuishi nao kwa amani, kwa wema. Ibada ukimpata mke mwema, mkaishi kwa amani, kwa salama. Hata nakumbuka katika wakati moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akieleza masahaba kwamba utakapokuwa unafanya tendo la ndoa na mke wako unapata thawabu. Hii ni ibada. Ni ibada. Utakapokuwa si mke wako nje ya ndoa unapata dhambi. Ni dhambi. Sasa ibada ziko katika sampuli nyingi sana. Ukiona glasi zimepasuka barabarani ukaondoa, hiyo ni ibada. Sasa yote hizi zinakuja kutufahamisha kwamba hata hii ibada, hii msururu wa
mambo tunayokutana nayo katika maisha yetu mingi huwa ni ibada. Ndio. Ni wewe mwenyewe utakavyoifanya. Yes. Sasa katika ibada hii Mwenyezi Mungu ametuumba kwa ajili ya kumwabudu. Sasa kwa kumwabudu, hivi vitu utakavyokutana navyo ni ibada. Pesa yako utakavyoipata, utakavyoitumia ile pesa, utaitumia kwa ajili nzuri, kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kuwalisha familia yako, ambapo kwamba Mwenyezi Mungu ametufundisha. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale maswahaba walipokuwa kitoa zile sadaqat, alikuwa akiwauliza umewaachia familia yako kitu? Nini? Yes. Ndio. Sasa hiyo ni katika mali yako na inaleta ibada, inaikuja katika nini? Katika neno la ibada. Ndio. Sasa ndugu wapenzi watazamaji, iangalie neno ibada na uifahamu vizuri ya kuwa ibada ni jambo ambalo kwamba linamridhisha Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu analipenda. Ni vitendo na ni maneno. Vitendo unavyovifanya na maneno ambayo kwamba unazungumza. Maneno utakavyomzungumzisha mtu, hiyo ni ibada. Sasa angalia unafanya vipi ibada yako kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, na utakavyovifanya viwe vizuri hizi ibada za Mwenyezi Mungu, hapo ndo utapata nini? Ndo utapata ile maisha yako, utulivu wa maisha, na utajijua sasa, mimi nimeumbwa kwa ajili ya kitu fulani katika dunia kama hii. Moyo wako utapata kutulia. Angalia utakapokuwa unafanya biashara za haramu, ndio hata huna utulivu wa moyo kabisa. Kama ulivyosema, umempata mke ambaye kwamba si mtulivu, hakupi utulivu kabisa, hakupi support. Ukitoka kazini ukirudi nyumbani ni majanga. Ndio. Huna time ya ile vision yako na mambo yako nini kuangalia na kuzifuatilia. Ndio. Na wewe mtoto wa kike ukipata mwanamume lazima muangalie ni mwanamume aina gani, kwamba anayekuoa si wanaume tu, kwa wanawake kupata wanawake wabaya, hapana. Wanawake hasa pia nyinyi lazima muangalie ni kina nani wanawaoa. Ndio. Kama Muislamu, rudi katika vitabu vya Kiislamu, Mtume dini imeshakufungulia. Kama si Muislamu, angalia binadamu ambaye kwamba unachukua maisha yako na yeye, upate kupata ile utulivu ya nyumbani. Ujue unaishi na nani na mnaishi katika maisha aina gani. Stars. Nashukuru, nafikiri umetupa faida nyingi sana. Ndio. Na kila anayetazama kuna swali amelijibu, purpose of life. Yes. Amepata kujua jibu lake. Kuna swali amelijibu, alikuwa anajiuliza akisema maono ni kitu gani? Ninaweza kuishi bila ya maono? Kweli. Labda wengi walikuwa haona maono haina faida. Ndio. Lakini sasa kwa maneno yako akajua, kumbe nikiweka maono yangu, vision zangu hizi, nikakuwa na mpangilio ni vitu za muhimu. Kweli. Nchi kama ya Kenya ni nchi kubwa na pia ina maono yake ya kufikia wapi. Sembuse sisi watu wa kawaida lazima tuweze kuweka maono yetu, kubadilisha maisha yetu. Na vile mzazi wako anaishi, si lazima na wewe uishi kama yeye. Unaweza kuishi zaidi yake. Ukachuma zaidi yake. Bora mipaka yako ikue katika aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu, na tusiende nje ya aliyotukataza nani? Muumba wetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kabla ya kumaliza mada kama hii, nafikiri ustaz, ningependa lau ukipata umri ya Gen Z, kama kuwashauri hivi, sijui unaweza kuwashauri vipi? Kabla ya kwenda kwa ushauri, ndio kuna vipengee muhimu mbili singependa kuiacha nyuma. Naam. Binadamu, ndio kama ushakuwa na akili sasa, ushakuwa hata Gen Z, let's go back there. Sawa. You see, lazima ujiulize maswali. Okay, ni mimi ni nani? Nataka kwenda wapi? Ninafanya nini? So kuna maswali lazima ujiulize. So maswali hayo yote ndio utajenga vision yako. Sawa. Maswali yote haya utajenga vision. Ambapo vision yako, kuna vigezo ambavyo vision yako lazima ikamate. Vision yako iwe smart. Smart. Siku hizi tumeongezewa sasa ni smarter. Si smart tu. Smarter. Tuwe na vision zaidi ya vision. Smarter zaidi ya vision. Whereby you talk of smart, we have that S is specific. You see, kwa mfano wewe ni kijana huko labda secondary school, senior school. You see,
na unatengeza vision yako pale. So vision yako, when you talk of specific, labda ni kwa studies yako. Huwezi na usome vitu vingi ambavyo viko nje na sehemu yako kusoma. So unakwenda kwa specifics. Labda leo mwalimu amefundisha topic, labda kwa biology, labda mambo ya digestive system na nini. So go specifically there, study ile, uielewe mpaka ndani. Usiwanda, don't go outside that. So unapata katika ile vision ulifuata, baadaye utaona kweli alhamdulillah. Mtihani kikuja siku hizi inaitwa CAT, kuna zile za TAT topic whatever, unapata una score because ulibaki kwa specific area ambayo ulikuwa umelenga. Then you have measurable. Lazima uwe na kipimo. Usiseme tu nitafanya mpaka unakosa kipimo, utachoka na utasahau. So sema labda kuanzia saa hii mpaka saa hii nitakuwa na study kitu fulani. Saa hii mpaka saa hii nita study. Measure. You are a human being. Kuna wakati fatigue inakuja. Then uwe na target yako is achievable. Something that you can get it. Uweze ona kitu ambayo ni kubwa ambayo utafikia. Go to something that you can, unaweza kuitimiza. Then you go to something relevant. Kitu ambayo some say realistic, lakini kitu relevant. Hii inafaa na mimi. Hii inafaa na shughuli yangu wakati huu. Chukua nafasi hiyo. Then timely. Katika vision yako uwe na timeline. Nataka nipate malengo haya baada ya muda fulani. So time ni kidogo, lakini hapo tuna zile unasikia short term goals ambayo itakuchukua maybe 1-3 years. Kuna mid term goals, then kuna long term goals ya 10 years. See? Then unapata after time sasa nakuja kwa smarter, the ER za mwisho. Uko na kitu inaitwa evaluation. Lazima ujitathmini kama binadamu. Nilipanga in 1 year nitafanya kadha. Nimefikia wapi? So unaji-evaluate. Usiseme nimefail. Never say you failed. Sema tu hapa nimekuwa na upungufu, then what can I do better in the coming years? Watu wengi huweka new year resolution, ni sijui nini, lakini in the end of it mtu anakuambia bwana hata moja sikufanikiwa. You see, because it wasn't smart. Then mwisho review. After some time review. Hakuna kitu iko cast in stone. Tumesema in this year tunataka tufanye kitu fulani, lakini unaona haiendi, review. Nafasi iko ya kusema hapana, next time we'll do it this way, we'll do it better. Usi lose hope. We fail by losing hope. Niliplani hii na kufanyika, then unawacha. And what can make us do smart resolutions or smarter resolutions? So you go back to something called the SWOT analysis. You see? Whereby uko na S, nguvu zako ziko wapi, your strength. Kwa mfano anachukua mwanafunzi because our target mostly ni the young people. Yeah. My strength, nguvu zangu ni kuwa is internal. Mimi ni mzima, sina ugonjwa. Nina akili nzuri. Those are your strength. Mimi nina commitment. Mimi ninaweza fanya kitu hii. Unachukua hiyo the strength, unakuja kwa your weaknesses. Kama binadamu lazima tuna weakness kila mmoja wetu. Mapungufu yangu ni yapi? Napenda kulala sana. Unaona? Mimi nina uvivu kiasi fulani na nini. Yote unaichora, unazipanga. Then unakuja kwa opportunities. Sasa hizo ni vitu za external. Nafasi zangu ni zipi? Kwa mfano nina wazazi ambao supportive. Nikitaka kitabu, nitapata kitabu. Nikitaka pesa ya tuition, nikitaka nini, ninaweza zipata. Those are the opportunities ambazo ziko external. Then mwisho unakuja unaangalia ya threats. Una vitisho vipi? Na vitisho mara nyingi ni external. Ya iko ndani. Labda ninaenda asubuhi kwa shule, barabarani si sawa. Kuna wakora, kuna nini na nini. So those are the threats. So lazima ufanye analysis. Alafu unakuja unaangalia na your smart goals. Then utaangalia ni wapi wa kwenda na unafuata barabara hiyo. Then you'll get yourself doing something. Kikubwa sana ambao sisi ukosa, huwa hatuandiki mambo haya. We don't write our dreams, our vision, we don't write them.
tunasema tu ziko kwa bongo. Mwaka ikiisha, you are now zero. You see? So nataka tu niseme vipenge hivi sababu inaingiana na masomo. Si halali uende navyo. Kwa nini? Kwa sababu ni njia nzuri ambazo kwamba umetupa kama motivation fulani. Yes. Na elimu fulani, kwa sababu lau tutafata njia kama hiyo, kila kitu umeziandika na unazipanga na unazifuata, utakuwa unajijua vizuri sana. Na hakuna kitu nzuri kwa mwanadamu kama kujitambua na kujielewa where you are heading, where you are coming from. Hapo katikati tunakutana na nini na nini na nini. Unaona? Ni elimu nzuri ambayo kwamba lau tutaweka kwa kuandika na kuifuata, ni kitu ambacho kwamba itatufikisha sehemu nzuri sana katika hii maisha. You can also have family visions. See, at times wakati unakaa tu, mimi na wewe hapa tunafikira. Na as a human being nahitaji gari nzuri, nahitaji nyumba, nahitaji shamba, nahitaji biashara, nahitaji nini. See, hizi ni vitu desires ambazo tunazo. So hizi desires zetu ukiweka kwa dream yako na uiweke kwa vision, utaifikia. Hata kama si 100%, but at least uko na roadmap. Unaona, hautakuwa kwa giza, hautakuwa blind. Utajua kumbe nilisema nitafanya hii, nilifanya sikufaulu, ninaweza rekebisha hapa. You see? Naam. The good thing ya kukua mwanadamu ni kuwa Mwenyezi Mungu alituumba mwanadamu na akaumba malaika. Malaika wakaumbwa, wao wako wanafanya specific things. Huyu kama ni wa kusujudu ni wa kusujudu. Huyu kama ni wa kutoa roho ni wa kutoa roho. Hiyo ndio kazi yake, amekuwa signed up. Lakini mwanadamu tuliumbwa, tukaachiwa dunia. Anasemaje katika suratul Insan, imma shakiran wa imma kafura. Yani wanadamu tuko na ile irada, matakwa. Tunaweza kuenda kwa njia hii ama tunaweza kwenda kwa njia hii. Ambapo kwamba hakuna kitu kitakukata usifikie ila wewe mwenyewe. Na akili yako na mambo yako vile unafanya. Lakini utakavyoamua kujifungua na kuendea towards your goals, you will reach them, utazifikia. Hakuna kitu itakuzuia kufika huko ila wewe mwenyewe ndio utajizuilia. Kwa sababu Mungu tayari ashatufungulia na ashatuwekea wazi. Sasa ni sisi wenyewe. Hii kitu inaitwa irada, matakwa. Yenye Mungu alitupa ni kitu kubwa sana. Tunafaa tumshukuru sana. Na baada ya hapo ya yote hayo sasa inaingia tawakkul. Ukishapanga mambo yako yote, na unaacha Mwenyezi Mungu. Basi kila kitu ni rahisi. Ukishajua kila kitu Mwenyezi Mungu anaikimiza, wewe ushafanya part yako. Bali insani wala nafsi basira. Kila mtu anajijua. Mimi nimefanya mpaka hapa. Basi aliyobaki Mwenyezi Mungu nitimizie. Sawa. You will get to your visions and you will succeed. Yes. Inshallah. Ndio. Ndugu mpenzi mtazamaji, utaifikia vipi kwenye vision yako? Akili kichwani mwako umeelezewa. Purpose ya maisha yako, sababu ya kuumbwa kwako ni nini? Umefahamishwa. Maono ni nini? Umefahamishwa. La zaidi ni lipi ambalo kwamba unalihitaji? Tumepewa hekima, tumepewa maneno ambayo kwamba ni mazuri, tumepewa miongozo. Sasa ni juu yetu kufikia katika miongozo kama hiyo. Na mimi inshallah nitakuacha na maswali mawili. Sawa? Ni kitu gani unachokiona kabla ya wenzako hawajakiona kitu kama hicho? Na unafanya mambo yapi ili kujijenga? Hili ni swali ambalo kwamba, haya ni maswali mawili ambayo kwamba nataka ujiulize. Ni kitu gani ambacho kwamba unakiona kwenye akili yako ambacho kwamba wengine hawakioni? Sawa? Na unafanya mambo yako yapi ili kuhakikisha maisha yako umeijenga? Jiulize maswali kama haya na uweze kujijibu inshallah.
na mpaka tulipofika nafikiri tunaelekea kileleni mwishoni. Wow. Tutamalizia tu stars, tuko na majanga ambayo kwamba yanatusumbua sasa hivi nchi yetu. Ndio. Nchi yetu tumekuwa na janga la wanafunzi. Ndio. Mpaka sasa hivi hata mwanafunzi akikuja nyumbani watu wamefanya mpaka zile utani sasa. Ndio. Mchungeni huyu asija kuwachomea nyumba. Kweli? Yes. Nakumbuka siku moja niko dukani hapo, wamekuja wanafunzi wananunua. Ndio. Mmoja akakuja pembeni akanambia, kaa rada nao wasije kukuchomea duka. Ile utani wanafunzi, kuna shule zimechomwa sana. Ndio. Sasa sijui utatufahamisha vipi, yani ni masikitiko makubwa, mali inaharibika nini, ni masikitiko makubwa. Ndio. Sijui utatueleza nini yani kuhusu kinacho. Hii ni jambo ambalo linasikitisha na jambo ambalo si sawa. Naam. Wanalofanya ni watoto wetu. Naam. Wanaofanya ni wale walimu ambao pia tunaiweka bado kwa Gen Z. Ndio. Ambao bado ni watoto wetu. So kwa jumla hii hali ya kuchoma shule, kufanya uharibifu, kufanya strike kwa shule, ndio, si jambo la sawa. Sawa. Ni jambo mbaya, lazima tuikemee deeply. Mpaka juzi tu katika shughuli zangu za kazi unapata mpaka some day schools, a purely day school, huyo mwanafunzi analala nyumbani lakini ameamua, anasema, anaambia mwalimu nataka kwenda nyumbani. Sasa unachanganyikiwa, nyumbani gani ambao kila siku unakuwa kule? So la kuli hal, causes ya hizi shida ni nyingi sana. Ni nyingi sana. Utapata nyingi ni administrative ambao kwa sasa kama nchi tunataka 100% transition to schools. Tutamalize shule ya msingi aingie secondary school 100%. Na kwa hiyo alhamdulillah hapo serikali tunaipa pongezi. Lakini shule zile za upili utapata zingine haziko tayari. So wameadmit wanafunzi wengi. Pressure ziko kwa zile infrastructure ya shule. Dorm imekuwa kidogo, watoto watakuwa congested. Dining hall imekuwa ndogo, watoto watakuwa congested. All the social amenities imekuwa overstretched. Utakuwa labda hata katika kujisaidia kwa choo na nini, watoto ni wengi, choo ni chache. So kuna zile frustrations ambazo inatokea na administrative issues. Na unapata watoto kwa mfano kama hii utumishi, shule ilikuwa na janga kubwa ile, tumepoteza wanafunzi wengi. Unapata kwa zile picha, unapata zile vitanda viko mpaka kwa corridor. So inakuambia nini, iko overstretched zile resources ambazo ziko. That can be a cause of strike. Ingine ni peer pressure. Nilivyokuambia tu, shule za hapa katika area zetu unapata shule moja ikistrike, ya pili pia inasema hapana bana, sisi pia tunataka kwenda nyumbani. The peer pressure, just simple thing, hakuna kitu ya maana ambao watu labda wanakwenda kufanya. Then we have the social issues ambazo tuko nazo kwa kawaida, social media na mambo kama hayo. Watoto wako exposed kwa vitu vingi ambao labda si wakati wao. Lakini the major thing goes back to us parents. Wazazi. Ndio. Wazazi, majukumu yetu yote tumepatia walimu. Alafu ajabu ulivyosema mwanzo, walimu wao wengi ni Gen Z. So mtoto na mtoto watapelekana wapi? Then inafuata sheria ya kinchi. Tuko na children rights siku hizi. Mtoto asipigwe viboko shuleni, sijui mtoto, sijui mna negotiate nini? See? Spare the rod, spoil the child. Hiyo ni Biblia sasa. Lakini sisi huko katika Islamu, Mtume anatufundisha kufika miaka kadha, mtoto mtie viboko, mtoto fanya hii, mpaka imefika wakati unaambiwa huyu si wako. Nabii Nuh. Ilifika wakati Mwenyezi Mungu anamwambia huyu si wako. Kama si wako unafanyaje? Atoke aende. Hata kwetu katika Uislamu, mtoto akishafuata zile vigezo, amefika amebalegi sasa, hakufuati wewe kama mzazi wake, unafanya naye nini?
na argue na watu wengi sana katika spheres ya maisha. Anaona kwa sasa wewe ni katili. Naambia mimi si katili, huu si wangu. Kama ni wangu angefuata, mimi namfunza nini? Atasikia mwalimu wake, atasikia wazazi wale wengine. Sasa hizi tumewacha ile collective parenting kama time yetu ya kitambo. Mzazi yeyote anaweza kukuadhibu. Lakini sasa hizi tumekata hiyo. Okay, piga mtoto wangu hizi ni polisi, P3 nini. Lakini kitambo yani sote tumekaa kama jamii, hata mpaka waambie wewe ndio baba yako. Wewe baba wewe ndio mkali zaidi, afadhali ami. Sasa unaona ami pale una amani. Tulikuwa tunaishi unafikiria ni military camp, Sheikh. Na ripoti si nyumbani, afadhali mzee adili na wewe kule barabarani viboko, ulale chini viboko nini. Lakini ikija nyumbani sasa zaidi, Sheikh. Tena wasana sana sasa ule mkali wao sana alikuwa ni mama. Kesi kienda kwa baba, ndugu yangu, hii sasa ni mada. Unaona ile ishafika ile ya huko ile. Lakini mama hapa kwanza atadili na wewe hali ya ajabu sana. Lakini saa hizi tumekuwa friendly na watoto. Mpaka watoto wamefika mahali mnajibizana tu. Things that we couldn't even imagine. Wacha kufanya. Yaani kuimagine tu atu unaregesha neno. Sisi ile hata kutembea tu ni viboko. Yaani mkipatana na mzazi, yani una kesi. Yani throughout your life. Haikuwa dhuluma, tulikuwa tunajengwa. Unajengwa spiritually, unajengwa. Saa hizi unapata mzazi na wanachukua slasha na kwenda kufyeka pale uani. Watoto wanalala, si ati wako wanalala. Mtoto analala mpaka saa 4. Wewe umekimbia kwenda kazini. Mama ametoka ameenda kazini, analala tu. Na ni mwanamume amemaliza form 4 ama ameko college. Si? So yale maadili tumekuwa na ile momonyoko wa maadili ambayo imejengwa pia na sisi wazazi. Sasa tunaulizana, sasa hawa wakija kuoana wataishi vipi? That's why next you start after causes of divorce in our areas. You will get them severally. But tulivyosema mwanzo inaanzia kule nyuma. Who are you marrying? Which type of family do you want to have? Yes. Nafikiri kwa mukhtasari ni baadhi ya zile causes ambazo tunapata katika changamoto za shule kuchomwa, na wazazi na serikali tujitahidi viboko virudishwe shuleni. Nyumbani pia tuwe wazazi. Tusiwe co-parents, tuwe wazazi. In negotiation labda mtu hata sisi baada ya kuoa, Sheikh, baba anaweza kuja nyumbani ya kuadhibu. Na uko radhi, Sheikh. Uko sawa tena unaona kuwa ndio nitapata radhi ya mzee wangu hapa. Lakini sasa hivi wako tu nini ashakunja nini cha kushika tai. Wanaudhillah. Nilikuwa town siku moja. Mama mmoja, yule mama akawa anatoa machungu yake moyoni akisema hizi vitu zimeletwa rights ya watoto. Ndio. Hizi vitu zimeletwa ati mtoto saizi ukimgusa ni kesi. Naam. Zimechangia mpaka walimu wanaambia wanafunzi, wanaambia mzazi, sisi tunafanya kazi yetu ya kufundisha. Ndio. Hata huyu mtoto akikuja yuko namna gani, chona vile atakavyokuwa, ndio sisi tutamfundisha. Kwa sababu once utafanya kitendo cha kumnyoosha, akikujibu mchape kidogo, kesi ni kwako. Na unajua shule nyingi hakuna ile department ya ku counsel watoto. Shule nyingi ambapo kwamba kuna baadhi za mashule mwanafunzi kuna wakati lazima aende akakue counsel. Akapewe maneno, akazungumzisha. Lakini sasa huyu kuna baadhi na shule nyingi hakuna hii department. Yaani watoto wanaishi tu, hakuna kuadhibiwa, hakuna mtu anawazungumzisha, hakuna nini, wanapelekwa na social media wao, akili yao iko. Sasa hiyo ndio kitu ambacho kwamba inawapeleka na inawaonesha maneno na inawafundisha. Hapo ndio kitu ambacho kwamba inawafundisha. Sasa ni radifaa kidogo. Ndio. Kidogo tu. Ndio. Shule nyingi sana za secondary, I don't know kama kwa primary, lakini tuko na
na Department of Guidance and Guiding and Counseling zipo, lakini they are toothless now, hazina nguvu, kwa sababu tayari huyu mwalimu amefungwa mkono. Huwezi adhibu mtoto. Okay, adhabu si viboko peke yake, kuna alternative punishments, labda ng'oa visiki, fagia, mafanya hivi, lakini bado kuna children right ambao tena inakufunga pale. Mzazi atakuja, mwanangu hakuna wafanyikazi hapa, you are paying, mtoto wangu afagie. See, so those things are there, lakini sheria imetufunga mpaka walimu wamekuwa waoga, wazazi wengine wamekuwa so bold. Mzazi anafikiria kumdekeza mtoto ndo kumpenda, huko si kupenda mtoto. Ukumuita mtoto mami, dadi unamharibu, atabeba hiyo dadi na mami mpaka kwa ndoa yake. Sasa atafikiria bado yeye ni mami kule kwa mume wake. So shule ziko na hizo vigezo, lakini mikono ya walimu imefungwa. Unaona? Then number 2, hatuna nafasi ya madrasa. Ndio. Kwanza al-ummu madrasa. Narudi bado kwa family values kule chini. Tuanze kwa mama, baba, hii ni madrasa ya nyumbani. Sasa tuje madrasa nje, madrasa ya ustadhi na nini na nini. Nafasi ya madrasa ni finyu sana. Ni finyu sana. Nafasi hata sasa ya Sunday school pia. Wenzetu pia wanalalamika. Watoto wengi hawaendi Sunday school, they don't care. Hawana time kabisa. Mzazi amejikaza amekwenda kanisani, watoto wake wapo wako shule. Either wako shule ama pia wamepuuza, sababu anabaki tu kwa simu yake nyumbani na TV. Umetoa jasho, umeleta TV yako kubwa mwenyewe umenunua, remote wewe utawaishika. Sheikh. So you see, we need to go back kwa hizo basics. Madrasa isimame sawa sawa. Just giving an example. Tukisoma madrasa kitambo, umetoka subuhi umeingia madrasa hata kama ni 30 minutes. Umeenda shule by saa 9:30 saa 10, baada ya asri uko madrasa, baada magharibi uko madrasa mpaka isha. Hebu niambie tunaunda jamii aina gani? A very strong jamii. Nyote ni mandugu. Lakini saa hizi only on Sunday na watoto wao wanakutana, watoto area moja tunasoma madrasa ama Sunday school. Tena si wote, wengine hata si wote. Mtoto akishafika grade 7 ama nini, hasa ndio madrasa na yeye salamu alaykum. So Sheikh, tumeleta matatizo. We have to go back as a country now. Kama nchi we need a conversation, a serious one. Kuanzia to top. The presidency, kuje mpaka religious leaders, kuje mpaka sisi chini huko. Tunataka kuishi maisha gani? Tuko na zile national values zetu, core values, but we never follow them. Viongozi, unaona kwa TV, viongozi wanatukanana, viongozi wanafanyanaje, nini na nini, hata kwa kawaida watafanya nini? Sasa hawa wanafunzi ndio watafanya nini kabisa? Tujiite mkutano, tuanze na sisi nyumbani. Wewe baba na familia yako na mama na watoto, mkae kwanza. Muwe na vision yenu kama family. Tunataka tukue aje sisi. So mtoto akiwa anajua family value yetu moja ni siseme urongo. Nipende wenzangu. Tukianza na family hii, this unit, tukuje huku nje mpaka watoto wakutane kwa shule. Family value zote ni kusema ukweli. Family value yote ni commitment, ni hard work. Tutajenga nchi sawa. Lakini vilivyo sasa tukua haki ya sijui nini, haki ya nini, haki ya nini. Tubaki na haki zile Mungu alituwekea. Na tutafanikiwa inshallah. Ndio. Naam Sheikh. Nashukuru sana kwa hekima zako ulizotupa. Nashukuru kwa maneno yako mazuri, alhamdulillah. Mtazamaji, hayo maneno usituachie hapa, yaweke katika vitendo. Watoto tuangalie na tujue tunavyowalea. Ukitaka mtoto ambaye kwamba ukubwani na wewe utastarehe kama mzazi, maneno ni haya yafate na uyaweke katika vitendo. Mada hii ama series hii imepelekewa na kauli ya Mwenyezi Mungu katika Qur'an
inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu habadilishi kilichokuwa katika umma mpaka wao wenyewe wakibadilishe wenyewe kwanza. Tutakapoanza kuibadilisha, ndio Mwenyezi Mungu naye ataingiza mikono yake aweze kutusaidia tubadilishe yote kwa ujumla inshallah. Na mpaka hapa tunampa shukrani ustazi wetu. Mwenyezi Mungu ampe kula la kheri. Mwenyezi Mungu amfungulie katika mambo yake kwa hatua zake alizotoka huko alikotoka na muda wake, akaja shughuli zake. Siku ya leo ni siku yake ya kupumzika, pia hakupumzika akakuja kutupa hikma kama hii. Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri na inshallah. Na sisi Mwenyezi Mungu aibariki Kenya yetu, au abariki wa Kenya na dunia yetu inshallah. Mungu aibariki. Mpaka hapa tunasema wala afwa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kushare video hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu message iliyokuwa hapa usikae nayo wewe peke yako, watumie na wenzako wapate faida. Alhamdulillahi rabbil alamin.